Bosco fulani chiwawa brasta. Chiwawa ni ushago. Unasikia choo ya ushago? Ama sio ushago. Ikuwe sasa ni light skin alienda ushago. Ama ni chiwa chokora. By the way, unaweza pata ni chiwawa mwitu. Ati what makes a man? Ati mwanaume kama hauna saa, hauna belt, hauna kiatu, hauna sijui nini, you are not a man. Ati So, what's up legends? Shafika. New podcast, episode 5, season 1. Tuko live. Tunawaambia mimi ikifika tuwaletea mgeni ako hapa. Tunamuintroduce soon. The one and only veteran, kiongozi, daktari. fundi wetu. Ambia watu kitu. Kwa majina inaitwa Wang'ombe, fundi wa mitambo, daktari. Una yeye anakuanga fiti kila saa hata ikosa stories. Tuanze. Sawa. Anyway guys, welcome to our 5th episode. Pale hivyo kama hujaenda na hujasubscribe pale hivyo ni rename podcast. Click like, subscribe and share manze. Kila wiki tunaletea kila kitu moto. For the first time tuko na first guest. Tuko na Alan Wang'ombe. He is our first guest. At least leo tutapiga story tukua watu mbogi ya mtututa. So karibuni sana as we proceed manze. Tuachie hapo hivi chini kwa comment tuambie unataka tuongelelee nini hiyo time nyingine yetu kuja kurekodi. Pia uitaka kuonekana kwa podcast yetu, reach out, andika hapo hivi kwa comment, fika kwa podcast. Tulisema tunakuja na wageni wangapi? As many as we can. As many as we can, but wawili wanapigwa picha for free. Hiyo nao tuliwaambilia, tulisema yani. Hiyo tulisema ni complimentary. Si eti okay. Si eti hao wengine. Hiyo ni must. Hiyo nayo ni must. Hao ni wenye wataki kukua kwa video ama kwa set like. Unaweza fika tu pigwa picha yako smart pale hivi. Naifanyia editing na editor wetu. Na tulisema hata kama uko na mpara usishaye wewe kuja na yeye. Kisha yeye hapa. Haina noma. Anyway, so sijui kama umecheki history ya kuna Bosco fulani ina imepigwa hapo hivyo kwa picha, sijui kama umecheki. Okay. By the acha tunawekea kwa video hapa. Hii Bosco fulani chiwawa brasta. Chiwawa ni ushago. Unasikia choo ya ushago? Unajua nyinyi mmezoea like chiwawa za mademu wale wa mtaa. Sasa kuna chiwawa fulani iko hapa. Ama sio ushago. Ikuwe sasa ni light skin alienda ushago. Ama ni chiwawa chokora. By the way, unaweza pata ni chiwawa mwitu. Like unacheki hii chiwawa iko kwa ile environment yenye iko, ama ni chiwawa time ya unaona watoto time hizo enzi. Watu walikuanga wanaenda kucheza na matope. Alafu akifika jioni aenda kuchapwa na mzazi. So I think chiwawa iliamua hivyo. Hii manze hata mwenyewe anafaa kushikwa bana na watu wa hichi wao bana inateseka bana, ule light skin anateseka bana. So nataka niulize tu swali moja. Experience yako na nini? Experience yako na dogs ni gani? I think hapa sisi wote ukiuliza experience ya mtu na dogs. Unajua experience ni mingi. Kuna ya kwanza kuna experience ya dogi. Kuna ile ya system. Kuna ile sinaona ile. Sasa unajua kuna ligana ni system gani? Unaget. Hata sio mambo na system gani. Kuna lingana pia ni dogi gani. Bedhe ni mingi. Tunaona sasa tunaongelelea chiwawa. Unajua chiwawa ndio the majority ziko. Yenyewe ziko. But tena unajua kuna mimi ilikuwa nasema ati kuna madem fulani badala wako pilot ya dogs waliamua kucopy style. Raja, you should be right those who feed you.
Si ndio, dogs are loyal to the owners. By then nakumbuka nikiwa myangu. Hapo hivi mtaa kuna mse fulani like alikuwa na dogs. Zile madogi kali. Lakini dogi inakuwa tamu. Sio hiyo. Azin tamu. Ni tamu. Azin tamu. Unajua Si watu wanakuru si tunakula umbo. Kwa samosa na mtu. Yenyewe samosa na mtu. Umeona paga ni favorite zetu, lakini dogi pia ni tamu by the way. Hiyo sekta nyingine. Unajua hiyo sekta nyingine ya dogi. Ushafikiria kuweka nini? Kuweka Dogi as a pet. By the way mimi nikiweza uliza naweza weka my favorite pet naweza sema ni kuku na dogi. Kuku dudish. Dogi tumejua ni juu ya nini? Sasa dogi unaweza kula, unasema mimi naona kula. Mimi nimejaribu kukaa na hizi chihuahua. Lakini kwa Ford fundi yangu na kwa Ford fundi ya chihuahua. Inanilemea jamani. Inakuwa noma. Inakuwa noma sasa. Sasa tunataka msee akona sina get. Yeah. Sasa sunaka basi dogi si hata kama ni mwitu zile mabosco zile mataska unazicheki zile mwitu si ndio hiyo dogi kitoka nikaa ng'ombe ya Masai. Unaona ng'ombe ya Masai kitoka asubuhi inarudi jioni peke yake jioni kwa imeshiba bwana. Sasa hizo I prefer hizo ile inarida kwako na kwa jirani si ndio hiyo sasa. Ukitembea tu nayo unaenda kutoka hapo hadi town unasikia hii dogi liko huku jana. Ni yetu. Si yangu ni yetu. Ni ya community dog. Sasa siku hizi bado mademo wamekuwa community nini? Community item. Okay. So unapata like okay dem ni wako lakini ni wa kijiji. Unaelewa? Like ni wako na bado ni wao msema. I misuse the word dog. So unaona hiyo anaharibu jina. I think hata ndio maana watu wengi siku hizi hawapendi dogi. Lakini kuna msee nilisikia ametumia jina ni ya kushare. Sasa kushare sijui alikuwa anamaanisha aje. Ukisema ni ya jirani na ni yangu, hii share sijui kama mnaikubali ama mnaipiga ama ni kuinvest. Unajua pesa wanachiki kwa companies au investors kuna kitu moja wanafanyanga. Do invest kumdomsia kama invest kwa business yako ama tuseme kwa finance. Uko na bank hapo ama uko na itawaje sako. Uko na sako pale. Wewe unakuja unatafuta, unaniuzia shares. Ama mimi nakutafuta na nunua share. Ndio maana sasa hapo video inaingiliana inakuwa bado like so mna share, so mna buy. Hiyo ikikuja lakini sasa tukifanyanga nini? Tukiendaga na nyingine ya still dogs. Unajua wanasemaga men dogs. Lakini nayo sasa hii mambo ya kushare si utapigwa na depression ama you don't find. Depression ya nini? Wewe ni wako. Unasema wewe huyu ni wako. Wewe unajua ni wako. Tu mnasaidiana. Yeye ndo anajua mnashare, wewe ujue. Usikiage kuna babe na kuna girlfriend yako, kuna chali yake. Yaani kuna mpoa wake. Ndio hiyo sasa. So hapo hivi so wewe ujui, wewe unajua wewe ndo main. Sasa kuna mpoa sasa wewe mwenye ni main. Sasa kuna yeye mbwa sasa. Sasa in case ujue mnashare, sasa inaenda aje? Au sasa utafanya nini? Unaona kufanya. Wewe unaitikia tu, wewe unatafuta saa mwingine sasa pia ikikutandika ama mabro ni kusaidiana. Nasema hivi, sikiza. Sasa ukitaka kujua una share, kaswende ikikutandika ndio unajua una share. Ile time umeanza kujikuna. Sikia utanipigia simu niambie ni aje? Na ni kama kuna pale niliganyanga si feel poa. Ni kama niliguza pilipili. Ni kama kuna place yenye nilikanyanga. Ilikuwa slippery. Lakini si inauma. Inauma. Itauma, si ulienjoy. Ulienjoy. At the end of the day, pia wewe mwenyewe tu hapo ulikuwa tu hapo ukiitwa dadi. Kuna msee alisema kuna hasara gani hizi kukufia kwa kidoda. Ndio hiyo sasa. Ndio unafaa unachukua. So kwa hiyo topic yote nataka tuangalie kwa watu wenye wanataka kupet dogs. Nataka tuangalie types of dogs. So dog type 1 kuna Motina. Motina ni the best.
Mutina ndo the best ku pet. Na hiyo ndio ya kushare sasa. Ni yako na ni ya jirani. Sasa unaona hiyo kifungulia. Hiyo kifungulia asubuhi itakam jioni ikiwa imeshiba. Na kama uko nayo ushago, huwezi lala njaa. Unachukua tu fimbo unaenda tu na kwa msitu. Na unaanza kuhunt. Na inarida kwako na kwa jirani. Si ndio hiyo? Alafu tena unachiki ikitoka tu hivi ushago, inaenda kwa shamba, itakuletea avocado na sungura. Ndio maana nyama hizi leta kama huyu yuko nayo ni avocado. Unajua avocado na ndio maana ukipata places zingine avocado zinaitangwa in Kikuyu maguna agui. So like watu wanasema ina benefit dogs lakini bado inakuletea. Na sasa kuwezeka tuseme weke similarities za BIT na dog. So kuna hiyo mbwa yenye ikitoka hivi inajua hata mwenye nimeacha nyumbani anahitaji the same thing kuna amadem. Sasa wewe utataka kuconsider hii maguna ngite imetoka wapi? Hii avocado utataka kujua ama wewe tu na sasa sasa unajua ungetaka kujua kwenye imetoka umeifuata. Sasa inaleta tu na kula. Ukitaka kuna hii msemo fulani ya Kiswahili nasemanga ukitaka sijui kumla nini usimchunguze sijui. Kuna msemo fulani inasema kitu fulani sijui ukitaka kumla sijui usichunguze kwenye imetoka. Ukitaka kumla kuku usichunguze alacho kuku. Okay. Ukimchunguza utakula kuku. Unachiki kuna wadishingi nini? Miti ya kuku. Tuseme for example wenye wakula ng'ombe. Unajua ng'ombe ni mungu wa mtu pale. Oh yeah. So pia wewe ukidig deeper kwa hiyo nini yao utajipata like pia wewe uta move away kutoka kwa hiyo. Hiyo ni noma. Avocado zinakuja tu tunakula. Avocado ikifika wewe sababu shibe bwana. At the end of the day ni chenye. Unajua kuna swali linauliza nangwa sana. What do you bring to the table? Kuna mwenye yeye ndo table. Sasa kuna table yenyewe kuna yenye inaletwa. Okay. Hizo ndo bado vitu zenye tunafaa kuangalia. Na usisahau kama sio hiyo dogi, hiyo kitu italetwa. Haitafika. Na sasa hizi avocado zitaleta madhara. Ama wewe tu kula. Wewe hula utajua after that. Sasa nimekwambia ukinipigia simu niambie ni kama sasa kaswende. Ni kama siku fulani kulikuwa na mvua. Ni kama nilipiga nywezi. Nilipiga nywezi place fulani. Alafu sasa bado tukitoka tu kwa topic hiyo tuangalie ya kuna place niliona kuna bado video fulani niliona ati what makes a man. Ati mwanaume kama hauna saa, hauna belt, hauna kiatu, hauna sijui nini, you are not a man. Ati so hapo hivi ni acha ni wa advice kiasi niwaambie. Unajua kuna vitu inasemekananga ati mwanaume hafai kukosa, sijui ati saa. Okay, enyewe lakini uko na saa. Unajua unaniingia, haina shida. Haina shida, wewe niingie. Okay, unajua pia saa si ati saa ni saa. Kuna ile saa yenyewe. Kuna ile saa. Sasa unasema saa yangu ni mimi sijataka. Okay. Wadau, angalieni hii saa. Acha kuwaambia waangalie, waambie wa Google. Okay, mnaweza Google. Pia saa sio saa tu. Unajua kuna ile saa fulani tulikuwa by that boboko ilikuwa mtaa. Achana hizo. Ile ilikuwa na calculator ukifanya exam. Bas, ulikuwa na cover. Ushaona saa yenye itumii battery? Iko. Nishaipatana nayo. Ushaitumia? Nishaitumia. Sio kutumia mafuta. Ala kama iko yangu. Sio kwanza. Sasa mimi yangu itumii battery. Wa mimi type gani? Sasa hizi ndo unasikianga 1990s. Sasa hizo ndo sasa ndo tunatumia. Lakini ile saa unaongelelea sio hii, si ndio? Yeah, si hii nimevaa. Clarify hapo. Si ni hii kwani yangu ni gani? Iko haka hivi. Oh, by the way.
ulikuwa umeniexchange sasa. Hii ni ya huyu. Sio yangu, kuna ingine yangu. Okay. So niambieni like mwanaume bila belt. Alafu sijui kama ushaiona belt fulani ziko na hiki baku. kikubwa kimecholola hiyo. Inakaa ngao hapa mbele. Bas inakaa weapon. Inakaa weapon. Bas sasa hiyo iko kibelt. Hii inakuwa shield. Sio mali la kwanga. Sasa hiyo ni shield. Ndio maana kabigi ina shield side zote mbili. Side ya ule attacking inaweza fika hivi na ile attacking inaweza toka from inside. Relax, nikwambie kitu kingine. Sijui kama umeona belt zingine zimetoka zinakaa kamba uzi. Isibia. Na hiyo utaiweka part gani? Sasa kama tuseme kama yeye umejifunga. Bora ishike. At the end of the day, bora tu imeshikilia, imefanya kazi yake. But usisahau pia kuna mademu va belt. Ziko kwanza. Utapata kuna video fulani nilipatana nayo hapo hivi TikTok, niko zile za kuna demu amevaa hiyo belt. Gani? So amevaa jeans zinaitangwa hizi zile ma jeans fulani za bluish. Then sasa amevaa ka belt. Vizuri tu safi. Na zingine zinakuanga refu, zinakaa kama skati imekatwa nusu. Bigi. Zile za kushikilia tumbo. Hizo. Hiyo ni belt kwani? Kuna hizo zinavaa, unajua kuna types of belt. Types ngapi? Kuna belt zile za wrestling. Hiyo ni moja. Kuna zile belt za kushikilia zinaita waje uko na shida ya bones. Kuna ile belt yenye ujifunga. Kuna zile black belt, sijui green belt, kuna bado kuna safety belt. Nimejua alikuwa anaongelea belt gani? Safety belt. Sasa kuna inalingana na safety belt ya gari ama sasa nyinyi ndio hamkuelewa. Nyinyi ni watu kama hukuelewa wewe usikizage reckless. Reckless ilisema gari ni gari kwa dereva. No matter the belt. The belt. Bora Si bora umeshikilia. Bora wewe umejifunga. Bora huwezi tingika. Alafu kitu yenye umevaa hizi mwagika like okay. Tuachane na hiyo. Anaona unapenda kumwaga bwana. To other stories. Nataka kuuliza aje experience yako na ushaikuwa involved kwa accident? Buda. Accident ni ngori. Hapo kwa accident. Hapo ni ngori. Hiyo ni deep at least but okay, kuna these accident nilipatana nayo, kuna hii video accident nilipatana nayo. So there is this car zimegongana like kagali kamefinywa hivi kanakaa hapo kama kuja hivi. So my question was iligonga kutoka nyuma ama iligonga kutoka mbele? Juu like kamefinywa hivi. But the funniest thing hakuna mwenye aliumia. At the end of the day wase wote walikuwa kwa gari kadogo. Alikuwa tu fine. Alisurvive, driver alikuwa sawa. Hiyo ni mbele na nyuma. Mimi nishaanguka na senke mzee. Okay, tuambie ni ulikuwa kadele hapo driver ama? Mimi nishaanguka na senke mzee hadi saa hii. Maumivu. Ile niachia gako kwa date. So mimi naona kaka senke kamesonga nikisikia upepo imeanza kupiga kwa masikio vua. Unakuwa traumatized. Punguza hiyo hiyo speed. By the accident manze. Accident kuna zenye zinakuaga carelessness ama ni ingine lakini accident ni accident. Hatuwezi sema ati accident iko na iko na time ama na lakini unapata zingine ni careless hata kama ni accident. Unapata vitu zingine unaweza avoid. Zingine tu ni ya kujitakia tu. Unapata zingine ni za kujiavoid. Unaweza avoid. Unaweza pata like tuseme for example matatu. Unacheki matatu venye zinakuwa like they do misbehave like kwa barabara. Yeah. Unapata tu very iko tu wrong side.
Dereva naongea na simu. Overspeeding, ako kwa simu na ni mlevi bado. Zingine accident zingine tunaweza avoid though. Kwanza history ya Kutei imeleta accident mingi. Unajua chenye kina happening ni huyu ni driver wa matatu. Aizi ngoja ile time yenye atatokea job ndio ende akashikie kakuta. Alafu tena maybe mimi ni beshte yake na travel. Mimi namwambiaje kama tufike pale nikushike kadhati. Okay, twende. So kushika kadhati mwingine kadhati by masaa zingine. Yasha. Tuseme sasa umepiga tu 33. Hiyo ni 90 bob. 90 bob imecost lives ya watu 14 ama 30. Zingine za kupunguza pressure, depression, manini. Acha nikwambie, hizo vitu zinakuaga za uongo. Ati ukikunywa tei, ati stress ulikuwa nayo itaisha. Wapi? Hakuna. Ni kama nikukate mkono, uniambie ulale ndio upone. Kesho ukiamka bado unapata huna mkono. Lakini hiyo masaa yuko somba, at least akili na kuanga imetulia. Haya imetulia skatai. Lakini si kesho bado si utaamka. Kesho iko sawa. Sasa the same thing. Sasa wewe mwenyewe unajitesa. So tuseme the moment unakunywa hiyo pombe una create more problems. Because unajua to the end umeanza kulewa nini. Maini yako unachoma si nini. Alafu tena problem nyingine ni ushakunywa ile pombe. Kesho inafika sina mkono. So acha niende akuota. Una do. Si lazima hiyo ni problem yenye umecreate. Like do zako zote sasa unapata unazispend hapo hivi. Yeah. Sasa pressure tunapunguza na nini kama sio? Pressure. Pressure unapunguza na kukula fiti bwana. Unakula tu fiti. Unakula fiti. Na unalala mapema. Lakini usisahau kuamka. Bedha kulase ndo mapema like ukilala usisahau kuamka. Plus tena una meditate. Unaona ukimeditate like unatulia tu plus unapunguza tu pressure like unatulia like una relax. Uko sawa. Unajipea time. Yeah. Unaona ukijipata like ati uko na stress juu za nini uende ukae hapo hivi tulia hiyo kitu like we feel tu na utakuwa best. Okay. Yeah. On other stories, other news. Betting. Nimecheki kwa video fulani madam. Madam fulani alibet sijui na 200k. Ya chama. Ya watu si ya chama, ya watu si yake. Lakini sasa unajua betting betting inakuwa fiti. Sasa unaonaga kwa kila kitu yenye yani inakuwa na side effect. Wanasemaga bet responsibly. The same thing kwa pombe. Drink responsibly. Do not drink and drive. So pombe ni watu wenye wako na magari. Kila ukibet unakula kambao, unataka kafoti. Ndio hiyo sasa kachwani. Sasa zinaenda zo. Unaekelea kwa bole unashinda 15 bob. Sasa hiyo si unaona ni advantage. Hiyo 15 bob unaekelea. Unakula zero. Sasa unakimbilia ile 15 bob tena. Ile 20 bob umebakisha. Paka unaenda ile ya shamba sasa. Unapata umefanya nini hadi ng'ombe msi. Unauzanga unacheki hiyo story na kubet. Ndio inapatanga like unapata msee maybe ako na madeni. Labda tena acha nikwambie kitu moja. Hebu niambie wewe ni fan wa Arsenal. Unajua tu umeenda kupigwa. Alafu uko zile za acha ni bet. Lazima niendelee. Lakini unajua huyu msee usisahau ni wa Arsenal, ako na kiburi. Lakini Arsenal hapana. Ako na kiburi tutawini. Tena anawekelea. Anapigwa kichwa pap bro rudi home. Kwanza jana nimecheki dakika ngapi? Sasa nayo hiyo kuongo ndio unapatanga tunakunywa kapombe tupunguze hiyo nini. Sasa si umeona umeenda na pressure tumegongwa tumepigwa. Ile ungekaa nyumbani ukose kubet. Ungeenda home na pressure. Ungeenda. Hiyo pesa yenye ulikunywa pombe ungetumia? Au ungetumia hiyo pesa yenye ulipoteza kwa betting? Ungepoteza. Hiyo do ungepeleka mpoa wako out. Ungeenda ununue nyama.
uenda pale hivi utishe usidanganye, usipeleke mpoa, utadata yeye kutoka. pia by the do Hata heri tena ubeti. Iko hiyo au tuacha tupambane na pombe zetu. Hata heri tena ubeti. Ama ubet. But okay, bet responsibly. Alafu tena not for under 18. Unajua the reason nakuanga not for under age. Ni juu reason, okay, kuna wase wengi wakisema hapa hivi mambo na under age. Anasema sijui unaniita mtoto. Wewe ni mtoto. So this is what happens. Ukiwa under age una job. That's true. So hizi do za kubet itabidi maybe umeambia mse hello fanya hivi nitumie chwani ama umepola. Ama umetoka mse. That's what unapatanga like mse ametoka mzazi do like mzazi anaachilia hapo. So anasema ingine ni bet ni wini pesa ndarudisha hii. Lakini tena yaenda inazama. Waseme kibet mwangalie vizuri, lakini madama kufanya fiti juu bado alikuwa na ball. Labda tena ameenda ameekelea bet. Anyway, Aviator ama ni nani? Hata kwa Aviator wako fiti. Mimi siwezi waambia. Mimi kwangu nasema walete zingine. Hata wakileta yenye unawekelea hata na one bob. Siku nazo. Kuko na hadi one bob. Unajua mimi sijai. Ziko mingi. Unajua betting companies venye kitu yenye zimefanya kila kitu inakuwa easier. Unajua at one point ili wewe uweze tu kuweka at one point betting ni business ya msee, ni biashara ya mtu ya. Na the other point business yoyote lazima ikuwe na profit at the end of the day. That's true. Alafu tena bado lazima ikuwe na wanaitanga wajima customers. So mse mwenye na bet huo ndo mwenye ni customer wao. Ikikosa kuwa na hizo ma betting, ikikosa kukita kila mtu haitakuwa business. Yeah. Siko sawa watu wa betting wafungue nini biashara mingi kabisa. Pepe si tuanze yetu ya kubet. Unajua ukisema ati betting ati ni mbaya, hiyo ni kukua vegan. Unaona hawa watu wanasema hatuwezi kula nyama. Na wanyama bado wanakulana. Na hivyo tu mnafika. Na sasa ukisema ukuli nyama, mtu wa butchery afanye nini? Atafanya nini? Naye huyu wa bar atafanya nini? Nimeingia hii pombe yangu sana. Naye huyu wa bar atasema nini? Watoto wake watakula nini? Watasoma na watasoma. Kanusu itatoka wapi? But at one point bado ukiangalia kila kitu iko na negative side na positive side. Pia hiyo si eti ni everything that iko na betting. Si ati betting ni poa sana. Si ati betting ni poa sana. Si ati pombe ni poa sana. Bora ukuwe responsible ukifanya hizi vitu zote. So kama una bet ogopa, unacheki doza chama, doza wase, achana nazo. Hizo weka kwa side, uchukue sadaka. Tena Mungu atakupiga. Hiyo utakuwa tunawekelea sadaka. Pastor atakuombea. Lakini si tuseme for example, si utapeleka tithe. So tuseme leo sitatoa sadaka, wacha debate. So nikibeti ni kule si juu mmesema nisibet na sadaka, si basi sifai kuleta tithe. Kusema lazima utakula. Okay, nikuulize swali lingine. Umebet na chwani. Umewin maybe punch. Unafaa kupeleka 10%? Hapana. Bona. Hiyo ni tofauti na church. Hiyo ni tofauti na church. Do churches wanaangalia pesa zenye wanareceive kwenye zinatoka? Does it matter? Hapana, bora ni biashara. Zozote hii ni zozote. By the way, church siku hizi churches zimekuwa ni kama business. By the way, siku hizi church ni kama unaendanga pale tu hapa 10%. Mimi labda mimi msewa dudhi, mwingine ni anatoka watu, mwingine pale. Okay, my biggest concern ni sawa, nitaenda msi ataenda atoe 10% ama atatoa nini. Ina mata kwenye hiyo do inatoka. Like unajua pia kuna msee mwenye afanyi business legit. Na mimi nimekuambia church siku hizi ni biashara. Unaona venye uwezi enda kwa duka kuulize hii pesa umetoa wapi. The same thing na church siku hizi. Na kuna church fulani ya US, ilikuwa ya US. Wakisema milango zifungwe, hadi watu watoe sadaka kiasi fulani. Sijui kama ushacheki hiyo video. Chile ni business.
Ole Ujecheki? Nilicheki nikaona ile, unajua zile ni biashara. Zingine ni biashara pale, mtu ako pale. Ama tuseme huo huo pastor wao alikuwa ameweka target. Leo lazima niende home na hii this amount. Like lazima ifike. Ana preacher, naona wase wanatoka. Oya, funga hapo, hakuna mtu anatoka hapo. Naona hiyo kitu pastor Nganga aanze. Sasa hiyo unaona, hebu funga hiyo milango hapo. Kwa nini unaiona general akikataa nini? Sadaka. Alikataa ule msee amemletea Leta 1,000, leta 1,000. Leta 1,000 ni ule sikukuu. Leta. Sasa hiyo unapeana zao na kwako. Bro. Bedhe mi unais kuna wase wenyewe unachekingi, unaona pasi akifika kwako. Kuna ile jogo iko na sijui 6 years. Jogo inatosha na hivi like jogo inatosha na almost buzi. Ati unasikia bibi yako anakuambia hii ni ya pastor. Ya pastor wetu. Isn't that thing concerning? Mimi naweza kupiga mabare na wewe pastor wenu. When I was fight pastors hivyo. Ati unapata bibi yako anaenda anachukua kuku anapatia pastor aende nayo. Pastor ameleta nini? Si maombi. Maombi wewe utakula maombi. Niliona siku. Don't be a fool. Niliona pastor mmoja watu wakitoa ile sandaka, watu wote wakapanga ring. Akasema, "Unaona chenye ulikuwa unakuja kunipea? Hiyo tumia mzazi nyumba." Ndio hiyo. Tumia hiyo mzazi home. Labda wewe ulikuwa unakuja kujisifu na kitu na nyingine kama za utano. Nasema tumia nani? Labda hata mzae nyumbani ya chakula, hana nguo, hana nini, lakini wewe tu unakuja hapa kujiona, mimi najua mimi natoa hivi ya. Walisimama wote. Chenye uko nayo tu tumia home. Hiyo kitu ina make sense kwa unapata blessing ya mzae na mkoro pale home. Lakini pale kukuja kutoa dhao 10, dhao 5 na mzae pale analala njaa. Hapo hakuna kitu umetoa kwa kanisa. Charity begins at home. But kuna pastor fulani nilisikia akisema aje ati unachiki venye msee anasemanga hii doo yangu sitapeleka church. Kuna msee fulani anakuanga place fulani ama kuna children's home fulani hii 10% yangu yeye ndo nitaenda nipatie instead ya kupeleka hapa hivi kwa church. Acha niende nipeleke huo msee. Alisema ati hiyo si nini? Hiyo sio 10%. 10% hata kutolea church. Hapana, unajua sasa ukitoa ile kuna vile unaambia Mungu wangu, mimi nimetoa hapa. Juu ya hivi na hivi na hivi. Si lazima uende utoe pale church. So chachiko mnafahamu na consider vitu zingine. Anyway, that's all for today. Ama uko na kitu ya kusema? Kitu kingine ya kuongeza. Wajua, unaweza ongezea hapo juu. Mimi labda niongezee niwaambie manzi muendelee kusubscribe manzi. Names. Unaweza mpata kwa TikTok DJ VDEEJ names. DEE hiyo sasa. Fundi wa mitambo daktari. Professor. Thank you for watching. Tuonane kwa hiyo episode nyingine. Tufikishe hapo hivi 1K subscribers. Bado tuna push pole tu na tutafika. Tuna goda tena. Next tuonane kwa hiyo episode nyingine. Tutakuwa na mgeni.